Nilidhani nimepata utajiri wa haraka ili nimsaidie mama, kumbe nimeanza mzunguko wa damu utakaoniangamiza mimi na kila ninayemgusa. Babu aliniambia siri ya utajiri wake ni rahisi, lakini sharti la kwanza lilikuwa ni la kisaikolojia. Kila unapomwona mama yako, usimtazame machoni. Siku 3 baada ya agano, akaunti yangu ilijaa mamilioni. Nilirudi nyumbani kwa furaha kumnunulia mama kila alichotaka, lakini nikiwa nimeinamisha kichwa chini nisikutane na macho yake. "Mwanangu Mawazo, mbona hunitazami?" mama aliniuliza kwa sauti ya upole. Nilijisahau, nikanyanyua macho yangu na kukutana na yake. Dunia ilisimama. Ghafla, kuta za nyumba yangu mpya zilianza kuvuja usaa wenye harufu ya mzoga, na sura ya mama yangu haikuwa ya binadamu tena. Badala ya mama, niliona kiumbe chenye meno ya chuma kikinitafuna bega langu, huku kila tone la damu yangu likigeuka kuwa noti za pesa zinazopeparuka sakafuni. Nilikimbia bafuni na kujifungia, lakini nilipotazama kioo, niliona kitu kimoja ambacho kilinitisha kuliko vyote. Kivuli changu kilikuwa hakipo tena. Mara mlango wa bafu ukaanza kugongwa kwa nguvu. "Mawazo, fungua, mimi ndiye kivuli chako. Nimerudi kuchukua kilicho changu." Je, Mawazo atafanya nini bila kivuli chake? Na nini kitatokea tarehe 13 inapofika? Leo ni tarehe 13, siku ambayo kuta za ghorofa langu hugeuka kuwa msitu na ngozi yangu kuanza kutoa magamba ya nyoka. Babu aliniambia nisithubutu kutoka nje tarehe hii, lakini nilichosikia kikitokea sebuleni kilinifanya nishike mpini wa mlango. Saa 6 kamili ya usiku, chumba kilijaa harufu ya mzoga. Ghafla, nilisikia sauti za marafiki zangu wa zamani niliowatosa baada ya kuwa tajiri. "Mawazo, mbona umetuuza?" Nilijitazama kwenye kioo cha kabati. Mikono yangu ilikuwa inatoa magamba magumu ya kijani na ngozi yangu ikipasuka kama nyoka anayevua gamba. Nilianguka chini kwa maumivu, lakini nilipogusa sakafu, haikuwa vigae tena. Ilikuwa ni rundo la mifupa ya binadamu inayopiga kelele. Katikati ya lile rundo la mifupa, mkono mmoja ulichomoza na kunishika mguu. Ulikuwa na pete ya dhahabu niliyomzawadia mama yangu siku ile ya kwanza. Nilitaka kupiga kelele, lakini ulimi wangu ulikuwa umegawanyika mara 2 kama wa nyoka. Nje ya mlango, nilisikia sauti ya babu akicheka. "Tarehe 14 asubuhi itafika, lakini utarudi ukiwa na njaa ya nyama ya binadamu." Ghafla, mlango wa chumba ukafunguka wenyewe na kivuli cha mtu mrefu kikaingia kikishika kisu kikubwa. Je, yule ni babu au ni kivuli cha Mawazo kilichorudi? Nilidhani babu amechukua uwezo wangu wa kuzaa tu, lakini ukweli ni kwamba kila anayekanyaga kivuli changu anakufa kifo cha ajabu. Niligundua mimi ni sumu inayotembea pale mpenzi wangu Aisha alipokuja kunikumbatia kwa mara ya mwisho. Alipokanyaga tu kile kivuli changu cheusi, mwili wake ulitetemeka. Macho yake yalianza kugeuka rangi ya kijivu kama majivu ya moto uliokufa. "Mawazo, mbona unanichoma?" aliniuliza kwa sauti ya kukata tamaa. Ghafla, damu nyeusi ilianza kumtoka masikioni na puani, ikitiririka kwenye nguo yake nyeupe. Nilijaribu kumshika, lakini mkono wangu ulipita katikati ya mwili wake kama moshi. Aisha hakuwa binadamu tena, alikuwa anayeyuka na kuwa sehemu ya kivuli changu. Nilipoyatazama maji ya bwawa la kuogelea, sikuona sura yangu. Badala yake, nilimuona babu akicheka ndani ya kivuli changu, akishika kisu kile kile cha tarehe 13. Sauti ya Aisha ilisikika ikitokea ndani ya tumbo langu, "Mawazo, tuko wengi huku ndani, tusaidie." Ghafla, kivuli changu kilianza kurefuka kuelekea mlangoni mwa nyumba ya mama yangu. Je, kivuli kinataka kumchukua mama sasa hivi? Nilijua nikibaki mjini nitawaua wote ninaowapenda. Ilibidi nirudi Kilingeni kuvunja agano, hata kama gharama yake ni roho yangu. Nikiwa njiani, gari lilikwama ghafla katikati ya msitu mnene na kioo cha mbele kikaanza kutoa jasho la damu. Nilishuka na kuanza kukimbia kuelekea kilinge cha babu. Kila hatua niliyopiga, miti ilionekana kunisonga na kunong'ona jina langu, "Mawazo, rudi." Nilipofika mahali kilinge kilipokuwa, nilikuta picha ya mama yangu ikiwa imetundikwa kwenye mti wa mkuyu, huku macho yake yakitoka machozi ya dhahabu. Kilinge hakikuwepo tena. Badala yake, kulikuwa na kaburi la zamani sana
lenye picha ya yule babu niliyekutana naye mwezi mmoja uliopita. Simu yangu ilianza kuita. Niliipokea kwa hofu. Sauti iliyotoka haikuwa ya binadamu. Ilikuwa sauti yangu mwenyewe ikisema, mbona unajitembelea kaburini kwako Mawazo? Ghafla lile kaburi likaanza kupasuka na mkono mmoja wenye saa yangu ya mkono ukatokea ndani. Je, Mawazo anaongea na mzimu wake mwenyewe? Nilidhani nimekuja kuvunja agano. Kumbe nimekuja kwenye sherehe ambapo mimi ndiye chakula kikuu cha babu. Babu hakuwa mzimu. Alikuwa ni kiumbe kisichokufa kinachohitaji miili mipya kila baada ya miaka 33. Mawazo, hukutoa kivuli chako. Babu alicheka kwa sauti ya kishirikina. Ulikodisha mwili wako. Pesa zote ulizopata zilikuwa ni kodi ya nyama yako. Nilijaribu kukimbia, lakini kila nilipokanyaga ardhi, dhahabu ilianza kuchomoza na kunishika miguu kama pingu za moto. Ghafla, babu alipasua kifua chake na ndani kulikuwa na picha ya mama yangu akilia. Mama yako alijua, aliniuzia wewe kabla hata haujazaliwa. Nilipiga kelele, lakini sauti haikutoka. Badala yake, noti za pesa zilianza kunitoka mdomoni zikiwa zimejaa damu. Babu alinisogelea na kisu chake cha tarehe 13. Ni wakati wa kuvuna nyama ya mamilioni. Je, Mawazo atauawa na babu au kuna siri mama yake aliificha ili kumwokoa? Babu alipoinua kisu chake kunichinja, ardhi ilitetemeka na sauti ya mama yangu ikapasua giza. Usiusemee moyo wangu wewe mchawi. Mama hakuniuza kwa babu, alifanya kitu ambacho kiumbe yoyote wa giza hawezi kukistahimili. Mwanangu, nilikataza usinitazame machoni kwa sababu macho yangu yalikuwa na ulinzi ambao ungekiunguza kilinge hiki mapema sana. Mama alinisogelea na kunishika mkono. Hafla, magamba ya nyoka yalianza kuanguka na dhahabu mwilini mwangu ikayeyuka kama maji. Babu alipiga kelele ya maumivu huku mwili wake wa mti ukianza kushika moto, lakini kabla hajateketea aliniangalia na kusema, Mawazo, mimi nikifa, mama yako ndiye anachukua nafasi yangu. Huu ndio mkataba wa damu. Niligeuka kumtazama mama, lakini sura yake ilianza kubadilika, kuwa ya kizee yenye meno ya chuma na kuanza kuota magome ya mti. Alinitazama na kusema, kimbia mwanangu, kabla sijakula kivuli chako. Nilikimbia bila kutazama nyuma, lakini nilipofika nyumbani na kufungua simu yangu, kulikuwa na video call kutoka kwa mtu asiyejulikana. Niliipokea na kumwona mama amekaa kwenye kilinge changu cha mwanzo. Mama sasa ndiye mchawi mkuu. Je, Mawazo atamuokoa mama yake au atakuwa kafara yake ya kwanza? Season 2 inakuja hivi punde. Andika tayari kama unaitaka.